Maarifa TV, elimu na mafunzo ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni wapenzi watazamaji katika kipindi chetu cha mwanamke na Ramadhan. Leo hii hapa studio tumehudhuriwa na wageni wawili. Mgeni wetu wa mwanzo ni ukhti Tauhida Salum Shuaib ambaye amesoma katika Jamiatul Qasimia ilikuwepo Sharjah, na mgeni wetu wa pili ni ukhti Wasila Mtahaji ambaye aliyesoma katika Jamiatu Ahqaf ilikuwepo Yemen. Leo hii tutazungumzia mada vipi tuikabili Ramadhani. Mimi ninayekuongezea kipindi ni Mwana Khamis Ali Khamis. Kwa kuanza na kipindi chetu, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha mwezi mtukufu wa Ramadhan tukiwa na afya njema, na vile vile kuweza kutufikisha hapa na kutekeleza jambo letu hili. Tukianza kwa upande wa kama ilivyo mada yetu, vipi tuikabili Ramadhani. Labda nianze kwako ukhti Tauhida, tumeingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwanza vipi hali ya Ramadhani katika mitaa yetu huko? Alhamdulillah, kweli Ramadhani imeonekana nuru yake, alhamdulillah. Sasa tuanze kuwaeleza watazamaji wetu kwanza nini hasa maana hii Ramadhani. Shukran sana mkiti. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, wa ba'd. Ama baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za khairi mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni miongoni mwa wale ambao waliodiriki Ramadhani katika mwaka huu, alhamdulillah. Lakini tumuombe Allah pia atupe taufiki na nguvu ya kufunga Ramadhani na kuitendea haki kama vile mwenye Allah subhanahu wa ta'ala anavyotamani na anavyotarajia kwetu sisi viumbe. Na shukran sana mwenyekiti kwa swali ambalo walioniuliza. Swali limekuja kwamba nini maana ya funga. Funga, maulama wamesema, wametoa taarifa yake wakasema kwamba funga ni al-imsaku anil akli wa shurbi wa jamii al-mufattirat min tuluu al-fajr as-sadiq ila ghurub ash-shams. Funga maana yake ni kujizuilia na kula, kunywa na kila ambacho kinafunguza funga hiyo, kila kinachobatilisha funga hiyo. Mwanzoni mwa funga hiyo inaanza tokea pale alfajiri ya kweli inapochomoza mpaka jua linapozama. Kwa taarifa hii au kwa maana hii inakuja kutujulisha kwamba kumbe funga ni kule kujizuilia kula na kunywa. Tukitizamia kwamba miezi 11 nyuma imetupita, tulikuwa tukila mchana, tulikuwa tukinywa mchana bila kuwekea wakati muhaddada kwamba wakati huu kula, wakati huu kunywa, hapana. Lakini kumbe funga imekuja kutuletea maana kwamba kula kuna wakati wake. Kula katika mwezi mtukufu wa Ramadhani unakula mara mbili kwa siku kama tunavyojua. Unakula wakati wa kuftari pale jua ambapo linapozama maghrib, na vile vile wakati mwingine wa kula kuanzia muda huo mpaka wakati wa suhur kabla kufika alfajiri ya kweli ambao tuliambiwa ndio inaitwa sahur au inaitwa wakati wa kula daku. Lakini ukitizamia miezi 11 iliyopita nyuma, inatuonyesha kwamba mtu ana uhuru wa kula muda ambao mwenyewe anajisikia, isipokuwa saumu zile za sunna ambazo zilizoelezewa au maulama na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kutuamrishia. Saumu ya Ramadhan inafungwa muda gani? Asubuhi ya kweli mpaka magharibi inapoingia. Na vile vile kujizuilia kusio kwamba kula na kunywa tu, kuna mambo ambayo yanatakikana tujizuie nayo, ni mambo mengi sana. Na mambo mengi maulama wamezungumza, miongoni mwao mathalan kufanya mathalan tendo la ndoa, kusema uongo, mambo mengi yameelezewa. Tujizuilie nayo ile mambo ambayo ni mabaya na nafsi inakataa kuyatekeleza. Na hata Allah subhanahu wa ta'ala
au mtume wake pia amekuja kutuamrisha haya yafanywe na haya katazwe. Yale ambayo tuliambiwa tujikataze mambo hayo ndio mambo ambayo yaliingia kwamba yote kujizuilia nayo katika wakati wa funga. Kuna mambo mengine halali lakini tunaonekana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, vipi tuyapuze au tuachane nayo? Hiyo ndio maana funga. Lakini katika funga kumbe kuna fadhila nyingi. Miongoni mwa fadhila ambazo zinapatikana kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maana hadithi hii Mtume anatuamrisha na anatuelezea lengo la kwamba umefunga, kuna kitu ambacho Mungu mwenyewe kuandalia. Miongoni mwa bushra ambayo au bishara ambayo tubashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yeyote yule ambaye atakayefunga Ramadhan kwa imani iliyo thabiti kwamba mimi nafunga hili jambo, Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea na ametulazimisha kulitenda jambo hili. Kwa kuwa na imani hiyo na vile vile natarajia malipo wahtisaban kwamba mimi nafunga lakini kuna malipo ambayo Mwenyezi Mungu amemwandalia au ameniandalia mimi wakati wafunga, nilikuwa nimefunga baada ya kujikataza yote yale ambayo tuliamrishwa, basi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia kwamba madhambi yake yote mtu huyo anafanya nini? Yanafutwa. Kwa hiyo ni miongoni mwa fadhila ambazo za mfungaji wa saumu ya Ramadhan akifungwa. Hiyo ni miongoni, kuna fadhila nyingi. Hizo ni miongoni tu mwa fadhila za mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Shukran Ukhti Tauhida kwa ufafanuzi wako mzuri. Nadhani umetufafanulia maana ya funga na vile vile umetaja fadhila za funga. Sasa kwako Ukhti Wasila, kama alivyotaja Ukhti Tauhida baadhi ya fadhila za funga, hebu nawe tuelezee kidogo fadhila za funga ya Ramadhani. Asante sana mwenyekiti. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa fadhila za kufunga anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, summu tasihhu, kwamba tukifunga sisi Waislamu, anatuambia Bwana Mtume, tutapata nini? Tutapata afya, kwa sababu kwanza tutakuwa hasa mafuta tutakuwa tunapunguza katika miili yetu, kwa sababu tunakaa muda mrefu hatuli, kwa hiyo mafuta pia nayo yatapungua. Na vile vile katika hadithi nyingine anasema Bwana Mtume, as-sawmu junna, kwamba saumu ni nini? Ni ngao. Ngao ya vipi? Ngao inamzuilia mtu kutofanya maovu au kutofanya maasi, au pengine kama mtu anataka kulifanya jambo lilokuwa sio zuri, yeye mwenyewe kwa kafunga atajikataza na nafsi yake. Shukran Ukhti kwa kuelezea hizo fadhila za funga. Sasa twende moja kwa moja katika mada yetu ambayo vipi tutaikabili Ramadhani. Tuanze kwako Ukhti Tauhida, tuelezee hasa nini lengo la funga. Shukran sana mwenyekiti. Alhamdulillah kwamba Mwenyezi Mungu ametuletea neema. Tunasema kwamba ni miongoni mwa neema ambazo ndani yake kuna fadhila kubwa na kuna faida kubwa tunaipata hapa duniani na tunaipata akhera. Sasa tukiangalia katika lengo la funga, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ametuambia baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aya hii inatuashiria kwamba kuna lengo kubwa sana ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sisi kama viumbe au kama sisi waja wake. Kwa nini tunatakikana tufunge? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatuambia sisi waumini kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum, mmefaradhishiwa juu yenu kufunga kama vile ambavyo walivyofaradhishiwa umati uliopita kabla yenu. Kwamba hii funga sio sisi tu, hata umati kupitia ushahidi wa aya hii ya Qur'an kwamba umati wa nyuma zilizopita kwamba nao pia wamefaradhishiwa funga. Lakini lengo la kufunga kuna lengo gani? Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia nimekufaradhishieni funga ili mupate kuwa wacha Mungu. Na ucha Mungu huu unapatikana kupitia aya hii kwamba ukiwa unafunga na unafunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi yote yale mabaya yote unachana naye na yale mazuri ambayo tumeamrishwa na Allah wewe unajipamba nayo. Kwa kumbe lengo kuu au lengo kubwa la funga ni kwa ajili ya kuwa wacha Mungu. Lakini yapo miongoni mwa faida nyingine au malengo mengine ambayo
yamekuja kupitia hii funga, kwamba funga inakufundisha wewe au inakutengeneza wewe kusubiri. Tukitizamia zaidi, subira inakuja upande gani? Tumezoea kula, kunywa, tunakunywa, lakini pale unapoenda mwezi tu ukajua kwamba kesho unaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, tayari unaanza kujipanga katika tendo la kusubiri, kwamba kula ni marufuku kula. Sheria inasema hivyo, hamna kula. Na vile vile sio kula tu, kunywa ni marufuku kunywa, hamna kunywa, na mambo mengine. Kwa hiyo kumbe funga miongoni mwa malengo yake pia ni kusubiri na kuidhibitisha nafsi, kwamba nafsi yako inatakikana idhibiti, yani ikubali kwamba yote nafanya mimi nafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na vile vile unailea roho kwamba mimi sifanyi mambo haya isipokuwa nafanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Allah yeye ndio aliyokuja kuamrisha hili jambo, na hili jambo ni lazima, na sio kwamba ikapendezeshwa kwamba wewe fanya ikiwa ni Muislamu na wewe usifanye. Hapana, jambo hili limekuja kwa waumini sote kabisa. Kwa hiyo ikiwa najua kwamba lengo mimi nikifunga nitakuwa miongoni mwa wale atqiya Allah, kwamba ni mtu wacha Mungu, kwa utafanya kama vile Mungu ambavyo atakavyo kuamrisha, na vile vile itakujengea subra katika kila khairati au katika kila mtindo wako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam, kama ulivyotueleza ukhti kwamba lengo la funga hasa ni kuwa wacha Mungu, na vile vile tunajifunza kuwa na subra katika ile kufunga. Sasa ukhti Wasila, kama kibiri chetu kinavyojieleza ni mwanamke na Ramadhani, sasa hebu tuambie nini tufanye kama sisi wanawake inapotufikia Ramadhani? Asante sana. Nini tufanye inapotufikia Ramadhani? Cha kwanza tunatakiwa kwanza tuwe na nia safi. Kwa maana kwamba tunafunga, nia zetu ziwe tunafunga kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Au pengine tunaswali, swala zetu ziwe kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Au pengine tunatoa sadaka zetu ziwe kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Anasema Mwenyezi Mungu katika Qur'an, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Na katika hadithi ya Bwana Mtume anasema innamal a'malu binniyat, bimaana kila mtu atalipa kwa mujibu wa nia yake. Akitia nia kwamba mimi nafunga kwa sababu watu wanafunga, Mwenyezi Mungu atamlipa vile vile. Au pengine akitia nia kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo kaamrisha na anatarajia kupata thawabu, basi atalipwa kwa mujibu wa nia yake. Na jambo jingine, kutunza stara na maadili, bimaana kwamba tutapata kujihifadhi. Kama leo mfano Ramadhani wa mwanzo, watu wengi wamejistiri, wanavaa mashungi, hata pengine kuongea maneno yaliokuwa mabaya pia wamejizuia. Na katika hayo kuongea maneno mabaya, anasema Mwenyezi Mungu, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, imana kwamba mtu hatoe neno lolote isipokuwa kuna malaika, na huyo malaika yeye kazi yake ni kuandika tu neno talo lisema, yeye anakuwa analiandika. Na katika hadithi ya Bwana Mtume anasema man lam yad'u qawla az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatan an yad'a ta'amahu wa sharabahu, kwamba asiache maneno yaliokuwa mabaya au pengine kusema uongo. Anasema kwamba hana haja Mwenyezi Mungu ya mtu huyo kuacha nini? Kuacha chakula chake na kuacha maji yake. Bimaana yeye kwa kuwa anafanya mambo yaliokuwa maovu ni hahitaji kufunga, kwa sababu Mwenyezi Mungu atakuwa haikubali funga hiyo. Kuzidisha ibada katika siku za yani kuzidisha ibada katika mwezi wa Ramadhani. Yani kama mtu hawezi kwenda, yani mwanamke hawezi kwenda kuswali msikitini, japo nyumbani kwake anaweza kuswali rakaa 20. Baada ya hapo pengine ndo mpaka saa 3 ikifika, anaweza akapanga jambo jingine kama kusoma adhkari au kusoma Qur'ani. Almuhimu anaendelea na mambo mengine. Shukrani ukhti kwa kutuelezea kama sisi wanawake yale mambo ambayo ya kuyafanya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hasa ukhti amezungumzia juu ya kuacha mambo yale mabaya. Wanawake tuna tabia hii ya kusengenyana hii inapofika mwezi wa Ramadhani, japo kuwa ni haramu hasa katika miezi yote, lakini mwezi wa Ramadhani ndio inatakiwa zaidi tujiepushe nayo kadhia hii ya kusengenyana, ili tuweze kufikia lengo la funga. Sasa nije kwako ukhti Tauhida, kwa mara nyingine utuambie kuna uhusiano gani kati ya hii funga ya Ramadhani na Qur'ani? Kuna uhusiano gani baina ya vitu hivi viwili? Shukran sana mwenyekiti.
Uhusiano kati ya Qur'an na mwezi mtukufu wa Ramadhani upo tena mkubwa, na upo na ushahidi kabisa wa aya ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuiteremsha aya ile iliyokuja kuelezea kuhusiana na Ramadhani kwamba ni mwezi ni funga ya ulazima, baada ya aya hiyo moja kwa moja ikaja aya nyingine kutuelezea kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani na nini ndani yake. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, kwamba mwezi mtukufu huo wa Ramadhani, ndani ya huo mwezi mtukufu wa Ramadhani imeteremshwa ndani yake Qur'an. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa kati ya Qur'ani pamoja na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mbali ya hivyo kuna aya nyingine ambayo ilikuja kutubainishia pembeni kwamba hiyo Qur'ani hasa katika mwezi wa Ramadhani imeteremshwa. Tunajua lini imeteremshwa. Kuna aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kwamba kwa hakika tumeteremsha sisi hiyo Qur'ani katika usiku unaitwa Lailatul Qadri. Na Lailatul Qadri haipatikani siku zozote katika hiyo mwaka mzima, unapatikana katika mwezi mmoja tu. Mwezi wenyewe ni upi? Ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa kumbe Qur'ani hii imeteremshwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na vile vile imeteremshwa katika usiku unaitwa Lailatul Qadr, usiku ambao huu ni wenye fadhila na ni wenye utukufu mkubwa sana. Kuna maelezo ambayo mengi mashayikh na maulama wamekuja kutuhadithia kuhusiana na usiku wa Lailatul Qadr. Sasa nini kinatufundisha katika uhusiano baina ya Ramadhani na Al-Qur'an au pamoja na Qur'an? Kinachotakikana kwetu kwamba ikiwa Qur'ani imeteremshwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi tujitahidi kuisoma mno Qur'ani ili tuipe sifa yake au cheo chake. Ni mwezi wake ambao umeteremshwa, umeanza kuteremshwa hiyo Qur'ani. Na vile vile sio kusoma tu, ma'tadabburan, pamoja na mazingatio, kwamba kile unachokisoma ukizingatia, jitahidi kufahamu nini unasoma. Na ukiwa utatadabbar, Mwenyezi Mungu mwenyewe atakufungulia kullu anwa' min al-ulum, ila aina ilmu, kullu anwa' min an-nafahat, kullu anwa' min umuri kathir, mambo mengi kweli kweli. Kwa ukumbe ikiwa Qur'ani imeteremshwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, jambo la kwanza ambalo tunalotakikana kama sisi waumini kulitenda ni kuisoma Qur'ani, kuipa haki yake ya kuwa imeteremshwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na vile vile kwamba tujitahidi waumini sisi Waislamu kwamba Qur'ani ndio imeteremshwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tufanye khitma, tuhitimishe mwanzo wa suratul Fatiha mpaka suratu An-Nas kwa njia yoyote ambayo wewe unayojitahidi unaweza kuifanya. Jitahidi ala al-aqal kwamba kwa uchache kabisa uhitimishe Qur'an katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wala mara moja, kwa sababu tukiwatizamia salafu salih, watu wema au wajawema, masahaba, nini walichokuwa kikifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna baadhi ya masahaba walikuwa wakihitimisha Qur'an katika swala hivi tunaweza tukafikiria na kutadabar vipi walikuwa wakifanya, kutokana na mahaba yao ya ule mwezi wa Ramadhani na kutokana na yale mahaba ambayo wao walijengea ile Qur'an. Kwa utashangaa kwamba hichi kitu ni mustahil, kwa wao ilikuwa sio mustahil. Hata na sisi kwamba tukiweza kuwafuata, kwa sababu usini ni vigezo vyetu, tunatizama wao, kwa tuna uwezo wa kuhitimisha Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani zaidi ya mara moja kupitia hao mifano. Unaweza ukasoma mwenyewe Qur'an ukajipangia kwamba mimi kwa siku natimiza juzu moja, au mwenyewe ukajipangia kwamba kwa kila swala mimi juzu moja napata juzu 5, au la kwa siku mimi nitasoma juzu 10. Kwa siku 3 umeshafanya khitma. Kwa unaweza ukahitimisha zaidi ya mara zaidi na zaidi, yani zaidi ya mara moja. Pia vile vile kwamba sio kuhitimisha tu, ikiwa Qur'ani imeteremshwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tujitahidi basi kwamba tujilee na sisi tabia zetu ziendane na vile vile kama Qur'ani inavyotueleza. Tuwe na akhlaqi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisifiwa nazo. Alisifiwa hasa Mtume kama Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa na akhlaqi al-Qur'an. Kwa nini sisi tusimfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam hali yako yeye ni kigezo? Na kwa sababu gani kwamba tusisome Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Lengo la kuwa kwamba tunaitukuza zaidi Ramadhani kwa sababu Qur'ani imeteremshwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Kwa hiyo kumbe kuna uhusiano mkubwa kati ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na Qur'an kupitia ule uteremko wake, kwamba Qur'ani imeteremshwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Shukran ukhti, leo tumetambua ya kuwa nadhani kwamba hii Qur'an imeteremshwa katika mwezi wa Ramadhan. Hivyo hapana budi Waislamu tukafanya bidii kubwa katika huu mwezi wa Ramadhan, tukaisoma Qur'ani kwa wingi. Yaani mtu uchache basi alau ikimaliza Ramadhani au amehitimisha Qur'ani nzima. Narudi kwako ukhti Wasila, utuelezee. Kama tunavyojua ndo tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wanawake Ramadhani inakuwa tuna mambo mengi sana. Hebu tuwaelezee vipi mwanamke anaweza kunufaika na Ramadhani? Asante sana. Mwanamke anaweza kunufaika na Ramadhani kwanza kiafya, kisha kijamii, hata kisaikolojia, kiroho. Vipi kiroho? Kama Mwenyezi Mungu alivyosema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Hapo mtu akifunga au mwanamke akifunga, hapo atapata nini? Atanufaika kiroho, kwa sababu atakuwa na takwa ya kumwogopa nani? Mwenyezi Mungu. Pia katika kunufaika kiroho, kupata thawabu, atapata thawabu kwa sababu anafanya kitendo kilichokuwa kizuri. Vile vile kuongeza nini? Subra, atakuwa na subra. Tunajua kwamba atakuwa na kazi, pengine apike, afagie, aoshe, lakini pia na Mwenyezi Mungu nini? Amtimizie nini? Haki yake ya pengine kusoma Qur'ani au kusali au kutoa sadaka au kuwasaidia watu wengine. Hiyo itakuwa nini? Ni kiroho. Kwanza na yeye pia itaongezeka mizani yake ya thawabu. Na faida nyingine ya kisaikolojia, atapata utulivu wa moyo kupitia nini? Kupitia ibada. Bimaana kama akiwa anaswali atapata nini? Atakuwa utulivu, yale zile shughuli zote zitakuwa kaziepuka. Vile vile atapata nini? Kupunguza msongo wa mawazo. Hiyo ni kisaikolojia. Pia atapata kuwa hana mawazo mengi. Na faida nyingine za kiafya, kupumzika kwa mwili. Kama siku za kula mchana, siku za kawaida huwa pengine asubuhi anapika, baadaye ikifika saa 5 anapika tena, na wengine pengine wanakuja kupika cha usiku. Lakini kwa kuwa mwezi wa Ramadhani atakuwa anapika mara mbili, mara moja. Akishapika cha mchana tena hapo hapiki tena, au pengine akisha kuosha vyombo jioni, hapo anakuwa haushi tena. Vile vile anapata nini? Kupumzika. Hii itamsaidia yeye pia kutekeleza ibada zake kwa sahihi. Na nyingine yani kumsaidia kupungua nini? Uzito. Kwanza atakuwa hali, maana yake siku hizi watu wanapenda kula machipsi. Kaenda hapa kakuta chipsi kala, au pengine kakuta urojo kala. Lakini kwa mwezi wa Ramadhani mwanamke atanufaika vipi? Kwa kupunguza nini? Uzito wake, kwa sababu atakuwa hali kila wakati. Na faida za kijamii pia zipo, kwa sababu tutaimarisha nini? Umoja. Tutaimarisha umoja kwa kule kufuturu pamoja, watu watafuturu pamoja. Na vile vile kuongezeka kwa nini? Kwa huruma. Jirani yako hana, unampelekea. Pia hapo tunapata nini? Tunaongeza huruma baina yetu. Pia tunapata fursa kwa nani? Kwa mwanamke. Anasema kwamba mwanamke pia anaweza kupata nini? Thawabu kwa kule kupika tu, au pengine kufagia kwa mujibu wa nia yake. Tumesema pale mwanzo kwamba Mwenyezi Mungu atamlipa mtu kwa mujibu wa nia yake. Kwa kule kufagia au kwa kule kupika kwake, hii ni fursa yake yeye kupata thawabu, ili kuongezea mizani yake katika mwezi huu wa Ramadhani. Na ushahidi ya aya, Mwenyezi Mungu anasema kwamba sawa, huyu mwanamke na yeye atalipwa vile vile anapolipwa mwanamume. Katika aya inasema, aya ni refu, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati. Hapa ndo mahali shahidi kwamba akifunga mwanamume na anapofunga mwanamke watalipwa sawa sawa. Hiyo pia itakuwa ni miongoni mwa nini? Mafaida. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Utarajia nini? Kupata thawabu. Anasema
ghufira lahu, atasamehewa ma taqaddama min dhanbihi, yaliyotangulia katika dhambi zake. Naam, nadhani tumeziona faida nyingi alizotuelezea ukhti ambazo anazipata mwanamke pindi anapofunga mwezi wa Ramadhan au anaweza kuzipata katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hiyo wanawake tufanye bidii faida hizi tuzipate. Itakuwa tumekula hasara kwamba inaisha Ramadhani na hatujapata faida yoyote. Tuendelee na kipindi chetu kwa kutuelezea ukhti Tauhida mambo gani yanaweza kuharibu thawabu za Ramadhani. Shukrani sana mwenyekiti. Kiukweli kuna mambo mengi ambayo yanaweza kutuharibia thawabu zetu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mambo mengi sana, lakini ala al-aqal tutataja walau baadhi insha Allah, Mungu akituwafikisha kwa tawfiki yake biidhnillah. Lakini kabla ya kuwataja hayo mambo, kwamba tukumbukieni kwamba tayari tumeshaanza mwezi mtukufu wa Ramadhani, na Ramadhani tayari tunaenda nayo, tumejikataza kula na kunywa. Kwa nini mambo hayo pia tusikataze, ili tupate lile lengo na zile fadhila ambazo zinapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa tukiyataja hayo mambo au miongoni mwa hayo mambo ambayo yanaweza kutuharibia saumu zetu wa Ramadhani, jambo la kwanza tunatizamia ni kusema uongo. Na jambo hili kikawaida kwamba tunalitengeneza, utaona kama kusema uongo kuna ladha yake, kuna utamu wake fulani hivi, kuna raha yake, kwa sababu kuna kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pembeni mbali ilikuwa haingii katika Islam kidogo, samahani mwenyekiti, inasema kwamba al-dunya jannatul kafir, dunia ni pepo ya makafiri. Kwa hiyo kafir, kuna miongoni mwa vitendo fulani hivi ukivitenda unahisi ladha kabisa, unahisi raha kabisa. Miongoni mwa vitendo ni uongo, jannatul kafir tukumbuke. Lakini na peponi ni madha sijin alilmu'min, kwamba pepo hiyo ni jela kwa muumini. Sasa ikiwa umetenda uongo wakati unazungumza unajisikia raha, au umesema maneno ambayo kwa ni machafu unajisikia raha mwenyewe, kumbe maskini unajipalilia adhabu, na vile vile kwamba unajiwekea katika dhambi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hichi kitu amekataza, na vile vile hakina manufaa na wewe ambapo pale ambapo utakapokuwa unakifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna dalili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna hadithi ukhtu hapa alisema pale aliposema, nakumbusha kidogo kwa hadithi hii alisemaje, man lam yada' qawla zur wal amal bihi ila nihayat alhadith. Hii hadithi ndio tutakuwa tunaikumbuka kwamba yule ambaye atakuwa hajaachana au yule ambaye atakasiachana maneno machafu, maneno ya uongo, kusema uongo, yote ambayo huyo akaendelea nayo hali ya kuwa anafunga mtu huyo, basi Mwenyezi Mungu anasema hana haja na hana haja naye mtu huyu, bora tu asinde ale anywe, kwa sababu hata akifunga itakuwa hakuna faida, hakuna fadhila zozote ambazo wewe mtu anazipata, ila nakaa tu na njaa. Sasa ikiwa wewe umefunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kitu maneno machafu au uongo tuepukane nalo tu, ili saumu zetu ziende vizuri kabisa. Hilo ni jambo la kwanza. Ama jambo jingine ni mathalan kugombana baina ya watu na watu, au vile kudhiana, kumudhi mtu, kwamba wewe unafanya yako kwa kusudia hasa kwamba mimi nafanya ile jambo kwa ajili ya kumudhi mtu fulani, roho yangu itatulia, au mimi nataka tugombane, tumezoeana. Na hasa sisi wanawake kweli kwamba sifa hizo wanawake tunazo, na mtu hajisikii raha kwamba lazima nitamudhi majirani yangu. Sasa jirani kwamba uko unakaa naye nyumbani, au sasa kwamba maudhi yale ukamfanyia kama alivyotolea ukhti kwenye gari leo, kasikia kwamba kuna utulivu kabisa, hakuna kudhiana, hakuna maneno machafu. Sasa ikiwa kwamba tutaenda na mlolongo huu kwamba tutaenda na kutokugombana, kutusiana, kusimana maneno machafu, saumu zetu zitakuwa thabiti na zitakuwa nzuri na zile ambazo Mungu mwenyewe nazo zipenda. Lakini kwamba ikiwa tutaenda nao kusemana, kugombana, saumu zetu kwa kweli zitakuwa zina mteteruko fulani na hayapendezi mambo haya kufanyika. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kaja kutuonyesha pale fulani, kuna hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema pale ambapo mtu mathalan kakufanyika kukera, na unajua kwamba ile jambo analifanyia mimi limenikera ndani ya nafsi yangu, na anaendelea nayo, anazidi kukukera, nini ufanye? Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu utakapomwona kwamba mtu kakufanyia jambo ambalo kwa sio zuri na halipendezi kwako, nini useme? Sema inni saimun, inni saim. Tumekarejea maneno, umwambie kwamba mimi nimefunga, sitaki kukujibu. Ukimwona kwa sababu bilisi pale anakuwa ameingia kati,
mtu anakujibiza neno baya, ulina kukera, unasokotwa ndani ya roho, unatamani umjibu, basi wewe la kujibu ni kinga hiyo. Wewe la kujibu nini? Inni saim, kwamba mimi nimefunga, sitokujibu. Wewe kama utaendelea na bilisi wako, endelea naye, maana yake si ndio? Kwamba mimi naepukana na wewe kutokana na jambo hili, sitaki kuendelea na jambo hili. Kwa hiyo hiyo pia ni miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kuharibu thawabu zetu. Na vile vile jambo jingine, kusengenya, na hilo ni jambo ambalo kwa lina ladha kwetu sisi wanawake. Husikii raha kusengenya au kumsema mtu, husikii raha bila kukaa kwanza kumwona yule kapita leo sijui kafunga. Hiyo ni raha tunasikia sio wanawake. Na kusengenya huko kunakuja kwa tafsiri gani? Kwamba unamsema mtu kwa lile jambo ambalo mwenyewe halipendi, ama kukusikia au kumsikia mtu mwingine. Hata ukienda kumhadithia ataumia tu ndani ya nafsi yako, huko ni kusengenya. Ama kwa akhlaqi za kwanza mtu anafurahia, si ndio? Kwa kusengenya huko kumekataza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na sio mwezi mtukufu wa Ramadhani tu, hata siku zingine, lakini hasatan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ajili ya kuzichunga hizi funga zetu. Na kuna uthibitisho wa aya kabisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema mwenyewe, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Hujurat, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Katika aya hii inatuonyesha pia miongoni mwa mambo ya kusengenya, dhana, kumdhania mtu jambo ambalo usimdhania mtu, sawa? Hiyo ni kusengenya, kwamba namdhania mimi namhisi hapa ukhti kavasi sijui ilikuwaje, ukaanza kumdhania tu vibaya. Au nimemuona pale ukhti kapita na mtu, nimemuona kama wanacheka na mimi na sasa naye na isikasi si jamaa yake, sijui kasi mtu wake. Hizo ni dhana, na dhana zinaingia katika kusengenya. Unamsengenya, unamdhania, lakini hapo unafanya nini? Unamsengenya. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akaja kutuambia kwamba wala yaghtab ba'dukum ba'dha, sisemane, kwa sababu hii kusemana hii ni jambo ambalo kwa ni hatari na ni kubwa. Ukilitizamia kijuju kusengenya au kusemana utaona jambo la kawaida tu, lakini ni jambo ukilitizamia undani wake linaweza likahatarisha maisha, linaweza likani jambo balaa lilokuwa kubwa, mkaanza kuchukiana, kutokupendana, na Uislamu hatu hivyo. Kwa hiyo tendo la kusengenyana au kusemana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tuachane nalo kabisa kabisa, na hiyo ni funzo kwa Ramadhani na masiku mengine yaliyobakia. Na si kusengenyana tu, pia miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kutuharibia funga zetu ni kuangalia mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha. Kuna mambo mengi, na hasa mambo ya simu, TV. Sasa tuachane nayo. Kwa nini tusichukue Qur'ani kwa ajili ya kuiangalia ile Qur'ani tabarrukan, sawa? Ikiwa kwamba wewe umeachana na mambo, unaendelea na mambo ya haramu yaliyoharamishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza jambo la kwanza unaua nuru ya macho. Na sio macho tu, hata moyo pia unakufa. Na endapo pale moyo utakapokuwa umekufa, hata wewe ungezoea kitu gani chochote, moyo wako haufufuki, isipokuwa pale ambapo moyo ukamrudia Mwenyezi Mungu, kaomba toba, Mungu akakuitikia toba yako, ndipo moyo wako utakuja kuwa safi kwa istighfar na mambo mengine. Kwa hiyo mambo ambayo yameharamishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala tunatakikana kwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tuachane na, hasa kipuzi. Mfano kwa unaangalia mwenyewe na mchezo wako maalum, mchezo ule ikifika muda wa saa 3 nikimaliza kufutari tunaendana nao, tuachane nayo mambo. Sasa hivi wewe ikae kwamba mimi kama nitakuwa naangalia, nitaingia kwenye kuangalia mashaikh nini wanazungumza kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, nini wanasema kuhusiana na Qur'ani, fadhila za Ramadhani. Jifundishe kupitia njia hiyo, angalia mambo ambayo ni halali, na pana uwezekano wa kwamba ukiangalia mambo yale yatakuletea faida na ilmu iliyokuwa kubwa. Na huenda ikawa Ramadhani yako pengine kukuangalia mambo hayo, ikawa baada ya kumaliza Ramadhani kwa ni alimu mkubwa, Mungu akakutangaza ulimwengu mzima kwamba wewe ni miongoni mwa ulama kupitia ile Ramadhani, na kupitia ile mambo ambayo wewe mwenyewe unayaangalia kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe anayapenda. Na vile vile miongoni mwa mambo mengine, kuna mengi kama tulivyosema, kwa miongoni mwa mambo mengine ambayo yanaweza kutuharibia saumu zetu, kutojali kuswali sala. Wanawake tuna kawaida kwamba napirika kwa sala saa 7 kikaida, mbele siku za Ramadhani, mbele ya Ramadhani kikaida kwamba saa 7 swala ndio inaadhiniwa, subiri na maweza kupambia. Tujitahidi kwamba mwezi umekuja au ni mgeni mtukufu kabisa, mgeni ambao unabashiria mambo ya khairi ya khairati. Jipangie hasarati maalum kwamba mimi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani nitamuomba Mwenyezi Mungu
aniwafikishe kwamba kila sala ni swali katika wakati wake. Kwa kule kutokujali kuswali ni mambo ambayo pia yanaweza kutubadilishia saumu zetu au kutuharibia saumu zetu. Kama nilivyokuambia kwamba mwenyekiti, kwamba tuna mambo mengi sana, lakini inshallah nahisi kwamba haya yanaweza kaa kidogo inshallah. Shukran ukhti, umetuelezea mambo mengi yanayoharibu thawabu za funga ya Ramadhani. Lakini katika mambo hayo mimi lilionigusa zaidi jambo la kusema uongo, jambo ambalo jamii yetu yani imekuwa kama ni kawaida kusema uongo, na wanaona kama kusema uongo sio kosa, wakati kusema uongo ni katika makosa makubwa sana. Inatakiwa tujiepushe nayo kadhia hii ya kusema uongo. Tukiendelea na kipindi chetu, ukhti Wasila, nije kwako sasa. Wanawake siku ya Ramadhani tunakuwa tuna mambo mengi. Hebu wapangilie wanawake vipi anaweza kutumia muda wake vizuri katika mwezi wa Ramadhani bila kuathiri kazi za nyumbani. Asante sana. Mwanamke anaweza kupunguza kwanza, yani kupunguza mambo yasiyo lazima. Tayari pengine anajipangia yeye mwenyewe mambo yasiyo lazima au yasiyo na faida kidini hata dunia yake. Pengine mtu hana kazi asubuhi, mfano kishaamka, ishafagia, ishamaliza kazi zake, anakaa tu kibarazani, wanatia story. Hana kazi, hasemi kwamba sasa hivi mimi muda huu kwa sina kazi na muda wa kupika iftari bado, niende kwanza nikachukue msahafu au pengine nikae sehemu peke yangu nilete adhkar. Na mambo mengine ambayo yanapoteza muda mwingi. Mambo gani? Pengine kuangalia TV kama alivyosema ukhti. Mtu pengine anatumia masaa 2 au masaa 3 anakaa kwenye TV. Au pengine kuangalia simu. Siku hizi ndio kuna mitandao hiyo. Mtu anakaa kwenye simu yake pengine masaa 2 au masaa 3. Ukimwangalia anaangalia kitu gani? Hana hata kimoja cha maana. Basi anaangalia upuuzi tu. Kwa hiyo tunatakiwa tujiepushe na mambo hayo ili tuweze kupangilia muda wetu uliokuwa mzuri. Au pengine mazungumzo yasiyo na faida. Mnakaa pengine kama maskan au pengine watu hawana kazi, wanachukua karate wanacheza. Ramadhani wanasema napoteza muda. Wanachukua karate wanacheza, au wengine wanacheza nini? Wanacheza mabao. Anasema Mwenyezi Mungu katika Qur'an. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islami almar'i tarkuhu ma la yani katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha mambo ambayo yeye nini hayamhusu. Kwa hiyo sisi tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunatakiwa tuangalie mambo yaliokuwa muhimu katika mwezi huu wa Ramadhani ili tupate kunufaika nayo, tunufaike kidunia na tunufaike kiakhira. Na Mwenyezi Mungu anasema walladhina hum anil lahwi mu'ridun, na wale ambao wana nini, wanajiepusha na nini, na upuuzi. Na hii lahwi anasema nini maana yake? Lahwi ni vitendo au maneno yasiyo nini, yasiyofaa, ndio maana ya nini, ya lahwi. Anasema vile vile Imamu Hasan al-Basri, ukimwona mtu anapoteza muda wake, anasema ukimwona mtu anapoteza muda wake, basi fahamu anapoteza sehemu ya maisha yake. Maana kila muda unaopoteza wewe utakuwa nini, unahesabiwa. Kwa hiyo wanawake wenzangu, tunatakiwa tujipangile kwamba sasa hivi mimi muda wangu pengine asubuhi nikiamka nafanya kazi mpaka saa 2 nishamaliza, nachukua msahafu wangu nasoma, pengine mpaka saa 3 ushamaliza, au pengine saa 1 tu inaweza kukutosha ukasoma Qur'ani, baadaye kama robo saa ukaleta adhkari, kisha ukaendelea na shughuli zako nyingine. Naam ukhti, nimekuelewa vizuri kwamba kumbe wanawake tunapojipangilia vizuri muda wetu tunaweza tukautumia vizuri ndani ya Ramadhani bila ya kuathiri kazi zetu za nyumbani. Kwa hiyo wanawake tujipangilie huu, tuchague muda wa kufanya kazi, tuchague muda wa kufanya ibada, tutanufaika na Ramadhani. Ukhti Tauhida, tuende hapo katika mambo ya hizi kazi za wanawake majumbani. Wewe kwa upande wako tuelezee vipi kazi nyingi za kupika nyumbani vipi zinamwathiri mwanamke katika kufanya ibada? Shukran sana. Kiukweli
kama tunavyojua kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani umeingia, najua hivyo, na harakati za wanawake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani zinakuwa nyingi mno, kwamba mtu analazimisha kwamba mimi katika siku yangu leo lazima nipike iftari 3, na iftari 3 zitakuwa ndani yake kuna vyombo ambavyo vitakavyotumika. Unajengezea kazi juu ya kazi, kusahau kwamba lengo la kuwa umefunga wewe ni kwa ajili ya ibada, kama tunavyokumbuka kwamba Mungu ametuma kwa ajili ya kumwabudu yeye. Sasa kuwatuliza roho wanawake, kwamba tunaweza tukatuliza roho wanawake tufanye kazi, kwa sababu huko kufanya kazi kwako inawezekana kwamba ikawa ni miongoni mwa ibada kubwa ambayo wewe unaifanya. Ala sabili mithali, kwa mfano mathalan, ikiwa kila tendo ambalo wewe utakalolitenda unapikia watu waliofunga, si ndio? Ukikania tu ya kwamba mimi nafunga kwa ajili ya kufutarisha familia yangu, wewe tayari umeshatenda ibada na una thawabu ambazo Mungu mwenyewe amekuwekea. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Kuna hadithi ya Mtume amesema, innamal a'malu binniyat, kazi zinafanyika, kazi zinakuwepo kweli na za ziada za kujitakia, tunaweza tukasema wenyewe tu, kwa sababu kujipangia mwenyewe kama kutuambia wakati zinaenda zikakaa sawa. Lakini innamal a'malu binniyat, kwamba kwa kila tendo utakalolitenda wewe utalipo kwa ile nia ambayo mwenyewe umeinuilia. Mathalan, mimi napika kwa ajili ya wafungaji, napika kwa ajili ya familia yangu wale washibe na wapate nguvu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tayari umeshatia nia. Nafagia hapa sawa kwa ajili ya kusafisha, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-islamu nadhif, Uislamu ni safi, tayari umeshatia nia ile kwa nzuri, kwa unatenda kwamba unasafisha na vile vile kwamba unatenda ibada, na wewe fungu lako halifai nini, halipotei. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe anatuambia kwamba kuna mambo ambayo ni ya kawaida kuyatenda, utaona ni ya kawaida tu, lakini kupitia ile nia yako njema ambayo uliyofanya kwamba nafanya jambo hili kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa utakuwa umeshapitia katika njia ya ibada. Kwa hiyo yasitushughulishe kwamba kupika, mtakuwa napika sana kwa usipata muda kufanya ibada. Hapana, kule kupika kwako badilisha tu nia kwamba mimi napika hichi chakula kwa ajili ya kupika familia yangu, kwa ajili ya kupikia watu, kuwapa kama ni sadaka, kwa nia yako ile inaenda kwa njia ya ibada. Lakini ikiwa kwamba kazi zimekuwa nyingi, mathalan zimekuzidi, nini tunatakikana kama sisi wanawake tufanye? Kuna mambo au kuna hila ambazo inawezekana kwamba hila hizo tukazifanya sisi wanawake zikatusaidia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. La mwanzo kama ile nilosema kwamba kabla ya kutenda jambo weka nia kwamba mimi nafanya ile jambo kwa nia fulani, nafanya ile jambo kwa ajili na lengo kubwa kwamba nafanya ile jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Napika hizi tambi zangu kidogo, nataka nitoe sadaka kwa jirani zangu, na ile jambo ambalo linalotendeka, ndio na kwa ajili ya sadaka umeshatia nia kwa napika. Hiyo ni jambo la kwanza. Nia tubadilishe iwe ni nia nzuri, na isiwe nia ambayo ilikuwa sio nzuri. Na vile vile katika upikaji wako, miongoni mwa mambo ya kufanya hatua za kufanya ili zile harakati ambazo unazozifanya na uwe katika ibada pia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, pendelea kutumia adhkar. Mwenyewe unapika la ilaha illa Allah, au kuna adhkar ya Ramadhani hii, na ukisoma unajisikia raha sana, ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah, mpaka mwisho hii dhikri au adhkar. Kwa unapika mwenyewe la ilaha illa Allah nastaghfirullah subhanallah, utakuwa katika ibada. Maana kwamba unafanya hicho kitendo ni kitendo cha kawaida, napika, nafagia, nafanya kitu fulani, unajua kumbuka katika shughuli, lakini vile vile umo ndani ya shughuli, umo ndani ya ibada. Kwa hiyo na kuna jingine pia unaweza ukti pia tuambia kwamba unaweza ukapangilia muda wako vizuri, kwamba mimi nikiamka baada salatu al-fajr mwenyewe naleta adhkari zangu, nasoma Qur'ani juzu kadha. Nikimaliza kusoma Qur'ani nainuka kwa ajili ya kwenda kusafisha, na huu usafi Uislamu umetuamrisha ibada hii. Uko katika kwenye ibada tu. Nikimaliza kusafisha na ukiupangilia muda wako vizuri vile ambavyo mwenyewe unavyopenda na kwa nia njema, wewe utakuwa siku nzima ukitizamia unaenda katika ibada. Na vile vile kwamba omba msaada kwa familia. Maana kwamba tunawaambia wanaume tunakuelekea ni nyinyi. Ili jambo la wanawake, lakini wanaume ikiwa mnatusikiliza, kuwa msaidizi kwa mkeo, familia yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam kafanya. Kuna sunna nyingi sana kwa kweli zimetendeka, lakini sunna inayotazamwa zaidi kwa wanaume
Taadud zawjat, kwa nini usifanye sunna ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kafanya, kumsaidia mkeo, na wewe kuwa ni miongoni mwa ambao utakayemsaidia mkeo. Ikiwa majukumu yamemzidi, na wewe chukua, ala alaqal chukua kitunguu mbatata menya, msaidiane, ili na yeye pia apate wasa mkeo kupata mapumziko wa kufanya ibada ambazo zilizokuwa nzuri. Kwa tukienda katika mlolongo huu ambao tuliosema kwamba badilisha nia, pangilia mambo yako, fanya adhkari, saidiana nene nyumbani, huyu mpe majukumu haya na haya na haya. Ukifanya kwa njia hiyo, basi utaona siku yako inaenda nzuri kabisa bila uchovu, na utajisikia raha, na ile saumu unahisi kwamba alhamdulillah, saumu kweli nimeifunga kwa ajili ya Allah. Kwa haya ni baadhi ya mambo ambayo yanaweza kutusaidia sisi, ili muda usiende katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan na usilete athari ya kwamba hatujafanya kitu, saumu leo imenipita, jamaa sifanya hata dhikr. Una uwezo wa kufanya dhikr ile kwa unaendelea na pilika zako nyumbani. Shukrani ukhti kwa ufafanuzi wako mzuri, na nimeelewa kwamba kumbe zile kazi zetu za majumbani haziwezi kutuathiri kwamba tusiweze kufanya ibada ile katika kazi zetu, na ibada mule tunafanya kama kuleta adhkar. Kwa hiyo tujibidishe, tunafanya kazi lakini huku tunamdhukuru Mwenyezi Mungu. Tunafanya kazi hata kama Qur'ani umehifadhi unasoma, sio unafanya kazi wewe na ibada tena hapo huzifanya. Ndani ya zile kazi zako unazofanya, basi pendelea na kuleta adhkar kwa wingi. Naam, ukhti Wasila, sasa tunajua mwanamke anatakiwa asome. Sasa hebu tuelezee wanawake wanawezaje kunufaika kielimu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Asante sana mwenyekiti. Wanawake wanaweza kunufaika kielimu katika mwezi wa Ramadhani kwanza kwa kujifunza Qur'an, kwenda madrasa. Zipo siku hizi madrasa za watu wazima, anaweza akenda au hata pengine akamtafuta. Inawezekana mwanao anasoma madrasa, pengine kesha maliza msahafu, muite mwambie akusomeshe, na wewe utapata faida. Au pengine kusoma tafsiri au hata kusikiliza. Pengine husomi Qur'ani au pengine huwezi kufunga, huna saumu, lakini unaweza ukasikiliza Qur'ani au ukasoma tafsiri, unaweza ukafanya mambo haya. Anasema Mwenyezi Mungu katika Qur'an, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Anasema kwamba Mwenyezi Mungu mwezi huu wa Ramadhani ndio ulioteremshwa Qur'an. Kwa hiyo inatupasa sisi tujifunze Qur'ani kwa namna yoyote hiyo, ikiwa utamwita mwanao akufundishe, au ikiwa utaenda wewe mwenyewe utaenda madrasa, au utamtafuta mwalimu aje akufundisha, au wewe utamfuata huyo mwalimu. Na nyingine, kujifunza malezi ya Kiislamu. Lazima katika mwezi wa Ramadhani tujifunze vipi tunatakiwa tuwale watoto wetu. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Enyi mlioamini, anasema jiokoeni nyinyi na nafsi zenu pamoja na watu wenu na moto. Kwa hiyo mwanamke akisoma, kwanza yeye atasaidia familia yake, kwanza atasaidia nafsi yake, kwa sababu ukishapata ilmu anajua kwamba mimi nikifanya hili nitakuwa nafanya makosa. Kisha atasaidia na familia yake. Anasema kwamba mwanamke mmoja ukimuelimisha utakuwa kama umeelimisha jamii nzima. Kwa hiyo ni wajibu kwa mwanamke kutafuta ilmu, yani kujifunza Qur'ani au kujifunza kitu chochote ambacho unaona kwamba hichi kitakuwa kina manufaa kwangu mimi, kuna manufaa na kwa watoto wangu. Anasema Sayyidina Ali, wafundisheni watoto wenu kwa nini? Kwa zama zao. Bi maana kwamba sasa hivi watoto wengi wamejishughulisha kwa nini? Katika simu pengine, na wewe utatumia ile simu kwa ajili ya kuwekea mambo ambayo yana faida nao. Na jingine, kujifunza subra na nidhamu, yani tuwe na subra. Tunajua kwamba pengine tunachoka kupika, hujamaliza hili na kuja jambo jingine, au pengine una mtoto, lazima tuwe na subra. Anasema Sayyidina Umar kwamba sisi tumejifunza subra katika wakati uliokuwa mgumu. Bi maana kwamba subra haipatikani kirahisi. Pengine una raha kisha unasema mimi najifunza subra. Lazima ili uonekane kwamba wewe una subra, ishapita kipindi kigumu ukasubiria, hapo ndio utaonekana kwamba wewe una subra. Na anasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba
asaumu junna, kwamba funga ni kinga, bi maana kwamba tukijua kwamba asaumu junna tutajikinga na tutawakinga wale waliokuwa karibu yetu. Shukran ukhti. Nadhani wanawake tutambue kwamba swala la kutafuta ilmu ni swala la lazima, basi hasa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwanamke usikae nyumbani huendi darasa ukasoma, tafuta darasa lote liko karibu na wewe ili ukajifundisha. Leo ukimaliza Ramadhani mambo mengi iwe umeyatambua. Na Mufti Tauhida, hebu tueleze sasa, unajua tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani na kipindi chetu ni mwanamke na Ramadhani. Tuelezee ni ibada zipi zinapendekezwa zaidi kwa mwanamke ndani ya Ramadhani? Shukran sana mwenyekiti. Kiukweli kuna ibada nyingi ambazo zinapendekezwa zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Miongoni mwa ibada zaidi zilizokuwa zina fadhila kubwa na zinapendekezwa zaidi kufanyika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, jambo la kwanza ni swala. Swala za faradhi kwamba hizi ni zipo kwa kila siku mpaka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini kwa nini tusijipangie muda? Kuna swala ambayo ni mahsusi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tu. Katika siku nyingine swala hiyo huwezi kuiswali. Swala yenyewe ni salatu tarawih. Wakati katuelezea hapa, una uwezo wa kuswali sala rakaa 20 hali yakuwa upo kwako umetulia nyumbani kabisa, umeshamaliza tayari pirika zako, alhamdulillah, umetulia nafsi yako, umejisafisha vizuri kabisa, unasali sala ya tarawih mwenyewe taratibu, na ina malipo makubwa kwa kweli, kwa sababu kama tunavyoambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba utakapokuwa umeswali swala za sunna katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, malipo yake ni kama umeswali swala za faradhi, kwamba zina malipo makubwa. Kwa ibada au miongoni mwa ibada ambazo zinafanyika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni swala tarawih, qiyamul layl, unamka tahajjud, witri, unaziswali mwenyewe kwa raghba na hamu, na hasa ukiwa unafanya mambo kwa hamu kabisa, basi unafanya mambo kwamba unataka na unalifanya jambo kwa uzuri kabisa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda mazuri. Kwa hiyo unafanya mambo hayo kwa raghba na hamu, basi uhakika lile tendo au lile jambo ambalo utakalokuwa unalifanya utakuwa unalifanya kwa uzuri kabisa, kwa hamu, na hasa ukikumbuka kwamba hii swala huenda kama mimi ndio Ramadhani yangu ya mwisho, na inawezekana kwamba hii ndio swala yangu ya mwisho, kwa nini sitekeleze vile ambavyo inakutakikana? Kwa salatu tarawih, sala za usiku tujipambe nazo. Utokea siku ya kwanza baada ya kupata kwa mwezi, tukajua kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani umeingia, mpaka akhiri ya Ramadhani, siku ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, sala tarawih tujitahidi tusiachane nayo, hasa sisi wanawake. Ikisha jambo jingine, Qur'an tumelelezea sana kwa mwanzoni. Tusome Qur'an kwa sababu Qur'an yenyewe imeteremshwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ala alaqal tuitumishe leo mara moja, lakini zaidi ukitumisha zaidi na wewe unapata ujira zaidi, kwa sababu kusoma kwa Qur'an, Mtume anatuambia sallallahu alaihi wasallam, ile herufi moja tu ukisoma unapata daraja ngapi? Daraja 10, si ndio? Na akatutolea mfano, sio kusema kwamba alif lam mim kwamba ndio daraja 10 zote, la, alifun na daraja zake kwamba ni harfi moja inahesabiwa, lam na mim ndivyo alikuja kutuelezea. Kwa hiyo ili usipate kukosa fadhila hizo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tujitahidi pia kusoma sana Qur'an, hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na katika ule muda ambao mwenyewe umetulia na uko faragha kabisa, mtaji Mola wako kwa kupitia Qur'an. Na vile dua, tujitahidi kuomba dua. Tuna mambo mengi kweli tunayotamania hapa duniani na vile tunayotamania akhera. Kwa kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba kuna watu wa aina 3 dua zao hazirudi. Miongoni mwa hao watu wa aina 3 ni gani? Ni mtu gani? As-saimu hatta yuftiru, ni mfungaji mpaka pale wakati anapofanya nini? Anapofutari. Kwa nini tusichukue hii tunaita bonus? Tunaweza kusema hivyo. Kwa nini tusichukue hii bonus kwamba tukaitumia zaidi katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala yale ambayo tunatamania ndani ya nafsi zetu, tunawatamania familia zetu, wale watu wanaotuzunguka, amani patikane katika nchi yetu. Kwa nini tusiombe dua? Na hii ni bonus, sisi tuondoke na tujitahidi sana, hasa kabla
ya muda wa kuftari pale, tunaomba kwamba muda ule pia ni mzuri zaidi katika kuomba dua. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tupe akheri duniani, akhira tupe, atuongoze watoto wetu, atukubalie somo zetu, mambo yetu yaende, yani tuelekee hasa kwa dhati kwamba mimi natenga siku yangu leo hii namuelekea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mungu anapotuahidi la yukhlifu al-mi'ad, si ndio? Kwamba Mungu anapotuahidi sio kama binadamu, nitakuja saa 10 kisha baadaye haji, nitakupa, hakupi. Ukimwomba Mungu anakupa. Kuna ushahidi aya hasa inasema, na hiyo aya imekuja baada ya kuelezea umuhimu au ufaradhi wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, kisha baadaye kaja baada yake, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kwamba wanaponiomba mimi waja wangu basi waambie kwamba mimi mtume wa Muhammad mimi nipo karibu nao, ujibu da'wata da'i idha da'an, naitikia maombi ya muombaji wakati pale anaponiomba. Na tuna bonus kwamba tunafunga na dua ya mfungaji inakubaliwa. Tujitahidi sisi kiukweli, hapa Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta duniani sio watu wa mashaka, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia ukiinua mkono wako tumina na haki kurudishia mkono wako kani mikono mitupu. Kwa tumuombe Mungu atatupa, ima atatupa hapa duniani, au inawezekana kwamba ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala akakucheleshia au akakubadilishia na lile analokuomba Allah subhanahu, au unalomuomba Allah subhanahu wa ta'ala akakucheleshia na khairi zaidi kwako bila mwenye kujijua. Kwa tujitahidi kupambana na hii ibada ya dua, hasatan katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na jambo jingine ambalo linapendeza zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni sadaka. Mwanzo nilisema kwamba wazee wetu wa zamani walikuwa wanatumia ile jambo ile kwamba napika kidogo nampelekea jirani yangu. Tuliona kama jambo la kawaida, ni tamaduni tu ya kawaida. Kumbe lile jambo ndani yake kuna kitu kinachoitwa sadaka, na sadaka ina fadhila kubwa mno tena sana. Kwa tuliona kama jambo la kawaida, mimi napika muhogo napelekea, natafuta kitu ambacho kwa kizuri pia nampelekea, unampa mwenyewe ndugu yako karibu, unapatia kitu. Na sio kwamba sio lazima kutoa kitu tu kwamba ukani tajiri, la. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Al-kalimatu tayyibatu sadaqa, maneno mazuri kabisa ukampatia ndugu yako akatuliza nafsi yake akajisikia raha ndani ya nafsi yake, ni sadaqa. Utakuwa tayari umeshatoa sadaqa. Kwa sadaqa sio lazima kwamba iwe kitu. Unaweza kukaa tu na ndugu yako mkapea na maneno matamu mazuri kabisa yanayotaalaka na mwezi mtukufu wa Ramadhani, yanayofungamana na familia, lakini alikuwa mazuri, mwenyewe akajisikia kwa muda ule wewe utakuwa unatabiriwa kama kwa annaki umetoa sadaqa kupitia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na vile vile sadaqa Mtume anatuambiaje? As-sadaqatu tudfi'u madha? Tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u an-naru kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Kwamba sadaqa, ikiwa wewe ni mtoaji wa sadaqa, sadaqa hufuta kitu gani? Makosa. Kuna toa sadaqa, si wanawake tumeambiwa kwamba miongoni mwa wanawake watu watakaokuwa wengi katika moto wa jahannam, wa na'udhu billahi min hadha, ni watakuwa ni wanawake. Lakini kupitia kitu kile ambacho wewe unachokitoa, sawa kana unakitoa kwamba kupitia ulimi wako au unakitoa kupitia mkono wako, inaweza ni sababu mojawapo ya kukuingizia wewe peponi. Kwa sadaqa inafanya nini? Inafuta madhambi kama vile unavozima maji na kuzima moto. Hiyo pia miongoni mwa ibada ambazo zinafanya zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ibada nyingine ni itikafu. Unaweza ukafanya itikafu ukiingia msikitini. Wanawake si pepo, uwezekano huo upo, unafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza na hasatan katika 10 la mwisho, uwezekano huo upo kwenda kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuna ibada nyingi ambazo zinahusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hasatan tunaomba kwamba tujitahidi nazo hasatan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ila tusisahau salatu tarawih. Kwa sababu siku ambayo unaomba kwamba Ramadhani tayari imeshaisha, uko hujaswali salatu tarawih, wewe utakuwa uko juu, utajisikiaje? Utakuwa huna raha, unahisi kama utakuwa hujaipa ile haki yake mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu kuna kitu kinaitwa salatu tarawih. Haipatikani katika masiku yote, isipokuwa inapatikana salatu tarawih hiyo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, pamoja na zile adhkar kama tulivyosema, la shahada la ilaha illa Allah na astaghfirullah mpaka mwisho wa ishara. Na vile vile kama sisi wanawake pia tuwe kwa mama bora, na baada hiyo kwamba tuwe mama bora kwa watoto wetu, kana wanao wape
nasaha nzuri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wafundishe adhkari, wafundishe mambo yalikuwa ni mazuri, wajengee kama walivyokuwa ni mama, na wao pia watakuja kuwa mama bora baadaye, ikiwa watakuja kuwatengeneza kwa ni wazuri kabisa. Kwa hiyo ikiwa unafanya wewe kama mama ni mtu mambo yako ni vizuri kwa watoto wako, na utakuja kuwa wazuri, na utakuwa ni miongoni mwa wanaofanya ibada katika huo mwezi mtukufu. Shukran ukhti, umetutajia ibada nyingi za kama sisi wanawake kuweza kuzifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini kwa masikitiko makubwa, hasa katika hii swala ya tarawih, wanawake wengi tunaipuzia hii. Wanawake wengi hatuswali swala ya tarawih, swala ambayo ndo kama hivyo alivyoelezea ukhti inapatikana Ramadhani hadi Ramadhani. Wanawake tujitahidini, inapofika Ramadhani tuiswali swala ya tarawih. Tena ikiwezekana mwezi mzima, kama hamna dharura basi wanawake tujibidishe kuswali swala ya tarawih. Naam, ukhti Wasila, nije kwako sasa. Hebu tuelezee Ramadhani inamfundisha nini Muislamu? Ramadhani kwanza inatufundisha kuwa wacha Mungu, na ishatangulia mwanzo wa kipindi tumesoma la'allakum tattaqun. Hilo ndio lengo la nini la Ramadhani. Pia inatujenga tuwe na nini, tuwe na subra, halafu kwa nini tuwe na huruma kwa wahitaji. Pengine kuna mtu anataka umsaidie, usiwe na huyu pengine kwa kuwa unamwona hivi kawaida, pengine anazo huyu wala simpi. Kwa kuwa akakuomba ujue huyu ana nini, anahitaji. Au pengine unamwona mtu yupo hivi, hayupo vizuri, hayupo kwenye muonekano mzuri, ukasema kwamba huyu simpi, pengine ataenda kununulia sigara au pengine kunywa ulevi, lakini wewe unatoa kwa mujibu wa nia yako na Mwenyezi Mungu atakulipa. Vile vile kupenda kusoma Qur'ani. Inatufundisha kwamba tuwe tunasoma Qur'ani kwa sababu ndio mwezi ulioteremshwa hiyo Qur'ani. Vile vile kutubu na kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, kwamba tusamehe makosa yetu, awasamehe wazee wetu, tunatakiwa tuombe msamaha. Vile vile kuimarisha nini, ibada. Pengine kama mtu alikuwa haswali witri kabla ya Ramadhani, ikiingia Ramadhani ajibidiishe japo rakaa moja aweze kuswali katika mwezi huu wa Ramadhani. Pengine hata ikimaliza atakuwa kishazuia kuswali witri. Na hii anasema katika subra, tuwe na subra, yani juu ya nini, juu ya kiu au juu ya hasira. Pengine mtu kwa kukera unatakiwa nini, usubiri. Au pia katika nini, katika kufanya ibada. Na vile vile inatufundisha nini Ramadhani? Anasema umoja na udugu, anatufundisha katika huu mwezi wa Ramadhani. Naam, ikiwa tuko ukingoni mwa kipindi chetu, nadhani tumeelezea mambo mengi yanayotuhusu sisi wanawake, hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Labda kwa kumalizia, Tauhida, hebu tupe maoni yako kidogo kuhusu, unatueleza nini kuhusu mada tulizungumza, labda kwa ujumla unawaambia nini wanawake huko majumbani? Shukran sana mwenyekiti. Kiukweli kiupande wangu na wahusia kama wanawake wenzangu, kama vile ninavyohusia nafsi yangu, tuifanye Ramadhani kuwa ni mwalimu, itufundishe wakati ipo na itakapoondoka, kwamba tuendelee kuitumia ile elimu ambayo tumejifundisha katika mwezi mtukufu. Na hapa tumefikia ukingoni mwa kipindi. Asante sana, kwanza washukuru hao. Asanteni sana wageni wetu kwa kutuwasilishia mada vizuri, na hapa ndio tumefikia ukingoni mwa kipindi chetu cha leo, na ambacho hichi ni kipindi cha kwanza. Msiache kufuatilia vipindi vyetu vingine vinavyoendelea. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maarifa TV, elimu na mafunzo ya Kiislamu.